Na wanaoita wakali wa Mzinga Starehe Gharama, ndipo ambapo leo tumetia nanga hapa maeneo ya Kongoe Mzinga, na unaimuona hapo mbele ni katibu wa tawi hili la Mzinga Starehe Gharama, ambapo juzi walipata thamani kubwa sana pale makao makuu ya Yanga baada ya kupata ithibati yao kubwa kabisa ya kujituma kutokana na tawi ambalo lililokidhi vigezo linalotoka maeneo haya ya Mzinga Kongoe. Kaka nani vile? Mr. Mngagi. Mr. Mngagi, habari yako? Nzuri bwana, habari ya wewe bwana? Ijumaa iko vizuri? Tunamshukuru Mungu, tumeiona Ijumaa. Yeah. Sawa, Mr. Mngagi, tuongee mawili matatu hasa kuhusiana na mchezo wenu wa siku ya leo. Leo nadhani saa 1 jioni mnaingia kukiputa na Al Ahly, mabingwa kabisa hawa ambao tunaambiwa kuwa hawa ndo wale ambao tunawaita matembo wa Afrika. Moja ya timu ya matembo wa Afrika kwa upande wa vilabu ni Al Ahly. Kwa upande wako wewe nini unakiona pamoja na kiwanja, kwa sababu tunaambiwa kwa kiwanja ambacho mlichopangiwa nyie mcheze na Al Ahly ni kiwanja ambacho Al Ahly wanacheza na timu ambazo wana wasiwasi nazo, wana hofu nazo. Nini ambacho unakiona siku ya leo? Kwanza mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza timu yetu imetoka salama na imefika salama. Hili kwanza ni jambo la kushukuru, maana imetembea umbali mrefu. Cha msingi mpaka taarifa za asubuhi ya leo hakuna mchezaji mwenye injari yoyote. Kwa hiyo mimi kwanza nipongeze benchi la ufundi pamoja na viongozi wote kwamba wamehakikisha wachezaji wako katika hali ya usalama. Cha msingi sisi kama wanachama, washabiki na wapenzi, sasa ni jukumu letu kuwaombea dua wachezaji wetu ili waweze kuperform vizuri, kwa sababu kama unavyojua Yanga ni timu ambayo imejiandaa kimashindano. Kwa hiyo leo sisi tunachoomba wachezaji wetu waamke salama ili waweze kutimiza jukumu ambalo wao tuliwapa. Sisi macho yetu, masikio yetu yote yako kwa wao. Kwa hiyo cha msingi tuangalie dakika 90 na kaamua. Dakika 90 zikaamua, lakini mchezo wa mpira ni mchezo ambao lolote inaweza kutokea, kwa sababu mpira una matokeo matatu. Kwa mtu muelewa hilo lazima alielewe kwamba kuna draw, kuna kushinda, kuna kufungwa. Lakini mimi kama Yanga, hitaji la moyo wangu katika mechi ya leo matokeo mawili tu, nipate draw au nishinde, na hilo linawezekana. Linawezekana kutokana na maandalizi ya timu. Maandalizi ya timu ndio inanipa kishawishi, kwa sababu nimeandaa vizuri vijana wangu na hawana walichokikosa. Lakini pia ndani ya dirisha dogo hili mwalimu alihitaji baadhi ya wachezaji ambao yeye alikuwa anawataka, na kwa mujibu wa uongozi wangu wa engineer Eli amefanya kile ambacho kinachotakiwa. Leo hii timu inakwenda ikiwa na wachezaji muhimu 4 ambao wameongeza, na tumeona katika mechi ambazo zimetangulia. Kuna mtu anaitwa Dumalo, Mohamed Damalo, ameingia kwenye fomu. Lakini kuna mtu anaitwa Depu, tumemwona juzi, ameingia kwenye mfumo vizuri kabisa. Kuna mtu anaitwa Alan Okelo, Star Boy, tumemwona juzi akifanya ustaa wake. Lakini pia tulikuwa na majeruhi kina Mudasiri, wamerudi. Kwa cha msingi sisi tunachotaka kuangalia yeye mwenyewe mwalimu namna gani ataingia na falsafa gani katika mechi ya leo. Lakini kama wapenzi wa shabiki hatuwezi kudauti sana, unachotaka sisi ni pointi 3 au pointi 1 tuje kumaliza mchezo nyumbani. Lakini Mngagi, umezungumzia hapo Alan Okelo, ukamzungumzia pia Depu. Inaonekana kuwa mashabiki wa Young Africa wamekuwa na imani zaidi na hawa wachezaji baada ya kuona mechi moja tu waliocheza wamecheza vizuri. Nini hasa siri yenu ya kuamini kwamba eti mechi moja tu mmeshakuwa na imani hiyo ya wale wachezaji wawili wa kusema kwa wameshaingia kwenye mfumo? Kikubwa ni performance ya mchezaji mwenyewe binafsi, kwa sababu wachezaji ambao tumewasajili hatukuwasajili wachezaji ambao walikuwa wako nyumbani wanakata vitunguu. Tumesajili wachezaji ambao walikuwa wanacheza. Kwa hiyo hata mwalimu hakuwa na hofu kuwapa nafasi. Amewapa nafasi na wametuonyesha. Kwa sababu leo hii sasa sisi washabiki tumebaki tukakaa tukajiangalia kwa timu ile mwalimu anampanga nani, anamwacha nani nje, kwa sababu ndani mtiti nje mtiti. Kwa hiyo cha msingi kwamba tunamwachia mwalimu wachezaji ambao waliwataka wameingia kwenye mfumo, na mchezaji aonekane kwa mechi 6. Mchezaji anajua anaonekana kwa mechi 1. Na ndio maana tulipowaona wale kina Alan Okelo na Depo wameingia, wamefanya kile ambacho wana Yanga tunataka. Kwa hiyo tuna imani nao kubwa sana, wanaweza wakatufikisha nchi ya ahadi.
vibaya mno. Wanaweza kufanya mabadiliko na wakaonyesha kwamba wao hawakuja hapa kushangaa magorofa, bali wamekuja kucheza mpira. Sawa, nini neno lako kwa rais wa Young Africa baada ya sajili kama hizi kuja na kuwapa majibu ya haraka wana Young Africa? Kwanza mimi nimuombee dua Mwenyezi Mungu aendelee kumpa moyo huo ambao alionao kwa sisi wana Yanga, kwa sababu amekuja kutuomba ridhaa sisi kumtuma, na yeye yupo tayari kutumika kwa ajili ya Yanga. Kwa kile ambacho wana Yanga tunakihitaji ndio hichi. Leo timu yetu imekuwa inaogopwa, hata hao Waarabu wenyewe Ahli wameamua kuhamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu wao wenyewe wamepata taarifa ya Yanga au wanaiona Yanga sio timu ya kubeza. Kwa hiyo ndio maana nakwambia mechi ya leo mimi nataka matokeo mawili, na inawezekana matokeo mawili mimi moja hapo kuipata kwa namna nilivyojiandaa na nilivyoandaa wachezaji wangu na wamefika salama. Inawezekana tukashinda kwa sababu na full squad na majeruhi mmoja Mzize nimemwacha, lakini waliobaki wote wamekwenda na watatuonyesha kitu. Sisi kama wana Yanga tunasubiri kuona maajabu. Na Prince Dube leo lilizua utata kidogo baada ya kuulizwa na waandishi wa habari wa kule, kana kwamba yeye alionekana kujiamini zaidi ya kusema kwa hata mtupeleke uwanja gani sisi leo ni ushindi tu. Nini alikuwa kwa nini amejiamini kiasi? Amejiamini kutokana na maandalizi ambayo uwanja mlopangiwa ni uwanja kidogo mtata. Kikubwa maandalizi aliyoyafanya ndio yanampa mtu morali wa kujiamini, kwa sababu wewe ukishaniandaa mimi hata ukinipeleka kwenye jivu mimi nitaona ni sehemu ambayo ya mchezo. Kwa hiyo cha msingi kwamba mimi kwanza niseme nina imani naye Prince Dube, na kama amesema hivyo basi tumuombe Mwenyezi Mungu ampe nafasi. Huaga kauli yake haianguki. Mwalimu ampe nafasi ili atuonyeshe wana Yanga. Sababu leo mimi nina furaha kubwa kuona timu yangu wenyewe ule mstari wa mbele. Hata ukiniambia nipange listi siwezi kuipanga kwa sababu ninaweza nikakosea, lakini mwalimu anajua nani aanze na kutokana na mahitaji ya mechi. Kwa hiyo yote tumwachie mwalimu. Lakini kwa upande wako wewe, kwa sababu ya mechi ambayo inahitaji matokeo zaidi ya siku ya leo, unatamani nani aanze? Labda unatamani nani ambao unasema kabisa kocha leo, kama ungeamua kuniambia nikushauri nani asianze, huyu usimwanzishe kwanza kutokana na mechi leo inahitaji matokeo zaidi? Mimi naweza nikaanza na Diara golini, namba 2 akacheza Kibabage, namba 3 nikaenda na Mohamed Hussein, namba 4 nikaenda na Jobu, namba 5 nikaenda na Ibrahim Baka, namba 6 mimi siwezi kupepesa jicho, naanza na Damalo. Naanza na Damalo sababu kuanzia mapinduzi na hata juzi amenishawishi. Namba 7 mimi naweza nikamwambia Mzengeli hebu kaa namba 7. Namba 8 nikaenda na